Naam, baada ya Dr. Wilbrod Peter Slaa kuomba au kutangaza kutaka kurejea kwenye Chama cha Demokrasia na Maendeleo, yani Chadema, kumekuwa na maoni tofauti na minong'ono mingi miongoni mwa wanachama na vigogo waandamizi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, yani Chadema. Na miongoni mwa vigogo hao ambao wameonekana kama kuwa na wasiwasi au kutoridhishwa na uamuzi wa kumkaribisha Dr. Wilbrod Peter Slaa moja kwa moja ndani ya chama hicho ni Yeriko Nyerere. Sasa ukipita kwenye ukurasa wa Yeriko Nyerere ameandika hivi: ninapongeza uamuzi wa kumrejesha ndani ya Chadema, ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Dr. Wilbrod Peter Slaa. Ni uamuzi wa busara pamoja na uzalimu wake wote aliofanyia chama chetu. Ninashauri wote waliohama au kufukuzwa, hasa Halima Mdee na wenzake, yani COVID-19 in brackets, warejeshwe bila masharti yoyote. Kama Slaa tumeamua kujenga chama upya. Kama Dr. Wilbrod Peter Slaa alivyorejeshwa ndani ya chama, basi na Halima Mdee na wenzake warejeshwe bila masharti yoyote. Hili ni andiko la Yeriko Nyerere aliloandika kwenye ukurasa wake wa X, zamani Twitter. Sasa watu wameweka maoni yao tofauti kwenye chapisho hili. Sasa kuna mtu anasema hivi: Slaa aliondoka ndani ya chama. Kwani wao waliondoka ndani ya chama? Nani aliwapa mihuri ya chama? Kuapishwa usiku ilikaje? Wakirudi wako tayari kutoteuliwa viti maalum in case tuko kwenye uchafuzi. Anasema waliohama hawawezi kuwa sawa na waliofukuzwa kisheria. Waliohama wanakaribishwa tena. Waliofukuzwa wafuate taratibu za kisheria. Chadema si genge, ni chama chenye sheria na taratibu na kanuni. Umeona? Haya, kuna mtu mwingine pia akaandika hivi: kwani kurudi kwa Dr. Slaa ni tiketi ya kila mtu kurudi? Kwani ni lazima? Nadhani Dr. Slaa ni tofauti na hao wengine. Sitasema zaidi ya hapo. Ushauri wako unaweza kuwa wa kawaida sana, ambao hauna vina vya upembuzi na uchambuzi wa kina. Haya ni maoni tu ya wadau mbalimbali ambao wameweka komenti zao kwenye hiki ambacho Yeriko Yohanes Nyerere ameikisema cha kukitaka chama chake kama wanamsamehe Dr. Wilbrod Peter Slaa, basi na wanachama wengine ambao wameondoshwa kwenye chama hicho na wenyewe wasamehewe. Lakini sasa kwa upande mwingine kuna kada mwingine mashuhuri wa chama hicho anaitwa Martin Maranja Masese. Amekuwa ni mkosoaji mkubwa sana wa siasa za Tanzania, lakini pia ni mwanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Martin Maranja Masese ameandika hivi: utaratibu wa Halima Mdee na wenzake 19 kurejea Chadema umeelezwa na kanuni ya 6 kipengele cha 5 ibara ya 4 ya kanuni ya chama. Walifukuzwa na kamati kuu ya chama, watarejeshwa na baraza kuu baada ya kuomba kurejea kwa maandishi. Lakini kama upo mpango wowote wa wao kurejea, naunga mkono mpango huo. Asa huyu Martin Maranja Masese ni kama amekuja kukosoa kile ambacho amekiandika Yeriko Nyerere, lakini huyu anatoa njia ya hao Yeriko Nyerere ambao wanataka warejeshwe kwenye chama bila masharti yoyote. Sababu anasema kama walifukuzwa kwenye chama, sawa, na kamati kuu ya chama, basi wenye uwezo wa kuwarejesha ni baraza kuu la chama baada ya watu wao kuomba kurejeshwa. Kwa hiyo huyu anakinzana na Yeriko Nyerere ambaye anataka watu wao warejeshwe bila masharti yoyote. Sasa tukienda kwenye katiba ya Chama cha Demokrasia, yani Chadema, kinasema hivi: mwanachama aliyepewa adhabu na kikao kimoja cha kikatiba atakuwa na haki ya kukata rufani kwa kikao cha ngazi ya juu ya kile kilichompa adhabu. Hiyo ni ni kifungu cha 6 ibara ya 5 kipengele cha 4. Kipengele kinachofuata kinasema hivi: mwanachama aliyewahi kuachishwa ama kufukuzwa wanachama anaweza kuomba kurejea kwa maandishi kupitia ngazi iliyomfukuza, akieleza sababu za kutaka kurejea. Maombi yake yatachunguzwa kwenye ngazi tofauti za chama hicho. Umeona?
Sasa hili ni kwa mujibu wa katiba ya chama chao kwamba inataka mtu kama ulifukuzwa na kikao cha chini basi utakata rufaa na hiyo rufaa itatolewa maamuzi na ngazi ya juu ya chama hicho. Sasa tunaenda pia kwenye maoni ya wadau. Wao wadau wanasemaje kuhusiana na chama hicho kinaendelea? Anasema mbona wengi wao wameisha jionyesha kuwa ni CCM, mfano Nusrat Henje na Makamba na kadhalika, kwamba wao tayari wameshaonyesha upande wanaotaka, wameenda upande wa CCM. Kuna mtu mwingine akasema hivi, mpango wowote wa kuwarejesha Chadema Jambazi Mdee na wenzake ni haramu na ni lazima mwenyekiti Tundu Antipas Lissu na katibu mkuu John Mnyika waelewe kwamba kitendo cha kuwarejesha hao wauni ndani ya chama ni kuhalalisha uhuni wao na tiketi ya kuruhusu uhuni mwingine zaidi. Mtu mwingine anasema hivi, anaitwa Joel Msuya, anasema hivi, jambo lao lipo wazi kamanda, wafuate utaratibu tu, bila kusahau watubu dhambi zao kama ile sala ya kitubio, nimekosa mimi, nimekosa mimi, nimekosa sana. Mwana kwamba ndo Papa G anasema hivi, swali langu, mbona walihusishwa sana na Mbowe lakini akifanya Lissu inaonekana sio shida. Hii chuki ilikuwa ni kwa ajili gani? Mona, kuna mtu anaitwa Makuru Robert anasema hivi, bila maelezo ya nani aliwasainia fomu. Hapana ise. Slaa aliondoka Chadema kwa sababu alihisi kusalitiwa na ndio ilivyokuwa enzi za hawa COVID-19 ambao miongoni mwao wanafanya shughuli za CCM hadharani ndio warejee Chadema. Kwa hiyo wapo huko kihalali. Meta Zuberi Zitto Kabwe asingefukuzwa. Unaona? Kuna mtu anasema warejee kwani wana mchango mkubwa kwenye chama. Naamini utakuwa uamuzi sahihi. Umeona? Kuna mtu anasema hivi, kwa nini mnaanzaga na Halima alafu na wenzake? Kuna mtu anasema hivi, binafsi hawa COVID-19 wakirudishwa sitakaa nichangie tone tena. Na sioni kama nitakuwa na mapenzi na chama. Godbless Lema Heche, Dr. Slaa amepambana sana na Samia. Rejea uuzwaji wa bandari. Hawa wa kisiasa wanakula tu damu na jasho la wanaotekwa na kupotezwa. Kuna mtu anasema hivi, ni mbunge wa chama gani? Maana mpaka sasa wapo bungeni. Na mwenyekiti alisema wapo tayari kurudishwa iwapo watasema ukweli. Je, iwapo wataomba kurudi bila kusema ukweli, watapokelewa? Naomba kufahamishwa hapo. Unaona? Kwa hiyo kumekuwa na maoni tofauti. Kuna mtu mwingine anasema hivi, watu wote tunawahitaji kuja pamoja kama wito unavyotaka wananchi wote kukiunga mkono Chadema. Inabidi iwe moja, lakini muhimu utaratibu ufuatwe ili kuishi demokrasi, haki, wajibu na mashauri. Wafuate utaratibu mapema, waje waunge mkono kauli mbiu. Ushawishi wao ni mkubwa kwa wananchi. Hizi ni kauli au ni maoni ya wadau tofauti. Lakini tukirudi sasa kwa ule upande wa Yeriko Nyerere, kwa sababu hili sekeseke ni kama Yeriko Nyerere ndo alilianzisha. Unaona? Kwa hiyo tukirudi kwa upande wa Yeriko Nyerere sasa kule kwenye ukurasa wake, kwenye ukurasa wa Yeriko Nyerere ambako sekeseke hili ndo lilianza rasmi upande huo. Yeye Yeriko Nyerere ni kama anamshutumu Dr. Wilbrod Peter Slaa kwa kuhama kwake. Mfano hapa yeye anazungumzia kile kitabu ambacho Dr. Wilbrod Peter Slaa alikiandika. Kitabu chake kinaitwa Nyuma ya Pazia. Na humu anasema Chadema ilivyosalitiwa mwaka 2015. Na kwenye chapter ya 18 anasema hivi, kuingia mkataba na shetani. Mkataba wa shetani ni wa motoni. Anasema nikawashtakia Tanzania ambao kweli walikuwa na shauku ya mabadiliko ya kweli, kwa kuwa walikuwa wameichoka CCM. Kwa bahati mbaya, katika mazungumzo yetu Mheshimiwa Lissu akarudia tena kauli yake ya kuweka mkataba na shetani iwapo tu kwa mkataba huo tutaiondoa CCM madarakani. Hoja hiyo iliniletea kichefuchefu na nilifanya nimshangae na kumdharau Tundu Antipas Lissu kwa hilo. Nilimuona kama ni mtu asiye na msimamo, bali mwenye kusukumwa zaidi na maslahi, hasira, kinyongo na hisia. Nilimuona kama mtu asiye na maadili, na mtu asiye na maadili kwa tabia ni hatari kwa mustakabali wa taifa. Hili ni andiko ambalo liliandikwa na Dr. Wilbrod Peter Slaa
kwenye kitabu chake cha Nyuma ya Pazia. Kwa hapa hii chapter ya 18 inaona kabisa anambagaza mwenyekiti wa chama hicho wa sasa Tundu Antipas Lissu. Kwa hiyo Eric Nyerere anamkataa, anaonyesha wazi kama anamkataa Dr. Wilbrod Peter Slaa. Na anaonekana kabisa wazi kwamba ana wasiwasi naye. Lakini haonyeshi moja kwa moja kama anamkataa, lakini anaonyesha vitu kwamba kwa nini watu wamkataa. Kwa hiyo anaonyesha zile weakness za Dr. Wilbrod Peter Slaa. Kwa hiyo ndo hali ilivyo kwa sasa ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Kumekuwa na mvutano. Kuna wanaomkubali Dr. Wilbrod Peter Slaa na kuna wanaomkataa. Kwa hiyo nikusihi ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa Seto TV, usikae mbali na mitandao yetu ya kijamii, hususan hapa YouTube, ili uwe wa kwanza kupata taarifa kama hizi na nyingine zaidi. Nikusihi tu usisahau kusubscribe, kulike na kushare ili taarifa hizi zifike kwa wengine wengi. Kwaheri kwa sasa, mpaka wakati ujao tutakapoweka taarifa nyingine zaidi. Chao.